Changamka, ila toka majuzi unashuka bei. Lakini ukichangamka sana unafika kama bei gani kwa fungu? Kwa fungu moja ikichangamka sana 250. 250 kwa gunia. Kwa gunia shambani. Kwa nini? Kwa gunia. Gunia sasa hivi tuseme kwa kipeto kimoja. Unaweza kununua kwa 30,000. Kipeto? Maana kipeto ni mtu kipeto kinikoje yani ili mtu aweze kuelewa. Mafungu 200. Mafungu 200 ndio unaona kwa shilingi 30,000. Ndio. Okay. Ila kuna kipindi kipeto cha mafungu 200 unakinua hata kwa 14,000, 15,000. Okay. Kwa maana yake sasa hivi iko namna fulani imechangamka. Imechangamka. Ila ndio inashuka hivyo. Okay. Na kipindi cha mvua nyingi ndio kimeisha. Kwa hiyo mtu ili aweze kulima mchicha anapate faida ambayo ni nzuri. Natakiwa alime kwenye miezi ipi haswa? Mwezi wa 3 masika inapoanza hadi wa 6. Okay. Maana ikinyesha mwezi wa 3 Dar es Salaam kule mabondeni hawalimi. Okay. Kwa hiyo maana yake wakulima wengi wa mabonde wanakuwa hawalimi. Kwa hiyo wanategemea mboga za huku. Za Morogoro. Ila kipindi cha mwezi wa 6 huko Dar es Salaam kwenyewe wanalima mabondeni huko. Okay. Kwa hiyo inashuka. Okay, asante. Sasa na turudi kwenye kanuni za kilimo. Maanake ningependa kufahamu, naona matokeo ni mazuri sana shambani kwako kwenye mchicha. Sasa. Na pia sio wewe mwenyewe, naona pia na wakulima wengine hadi kwenda kule chini ambao ni majirani zako. Mimi nilikuja nikafikiri kwamba ni mkulima mmoja tu kwenda kule chini. Siri ya mafanikio ya kulima mchicha na ukakubali hivi ukalingana hivi shamba lote inakuwa ni nini? Mnaanza na hatua gani? Yani zile hatua kwa hatua nifahamu. Hatua ya awali ni mbolea. Mbolea tumbaku. Mnatumia mbolea tumbaku. Kwa nini tumbaku? Kwa sababu ni mbolea ambayo inapatikana kirahisi kwa mbolea za kienyeji, kwa sababu ukisema utafute kinyesi cha ng'ombe kuipata ni shida kidogo, ila kwa tumbaku ni rahisi. Ni kwa sababu mnalima karibu na kiwanda cha tumbaku? Ndio. Okay. Maana mtu mwingine ambaye yuko mikoa ambayo hakuna sehemu ambazo wanachakata tumbaku anaweza kaona kama ni mbolea tumbaku ikoje? Maana yake ni lile uchafu. Ila ule uchafu unaochanganya na udongo. Okay. Kuchanganya na udongo. Uchafu. Ni ule uchafu wa tumbaku. Uchafu ule wa tumbaku unaweka shambani, unasambaza, unachimbua, unalima. Unakuwa unachanganya na ile mbolea hiyo tumbaku. Alafu hapo unapiga reki ndio unaweka mbegu yako. Kwa eneo kama hili la robo ekari unahitaji mbolea tumbaku yenye wingi kiasi gani? Kama tipa 3 au 4. Tipa 3 au 4. Na kwa maana ni kiasi kiwango kikubwa cha fedha. Ndio hivyo, ukitaka utoe kitu kizuri lazima ugaramikie. Okay, kwa maana mtu akapande hivyo ila hawi mzuri. Unakuwa na njano hasa kwa sokoni, kwa biashara inakuwa ngumu kuuza. Okay. Unataka kitu kizuri. Na sasa baada ya kuwa umeshatayarisha eneo lako, umelilima, umechanganya udongo na tumbaku, unakuja kumwaga mbegu. Kwenye kumwaga mbegu kwa eneo kama hili la robo ekari unatakiwa utumie mbegu yenye wingi kiasi gani? Kilo 12. Inakuwa ni ambayo inapatikana kwenye maduka ya pembejeo au tunapata tu kwenye masoko ya kawaida au kwa wakulima wenzetu? Kwa wakulima wenzetu, kwa sababu kuna wengine wanalima mboga kama mchicha, wanaacha hawavuni, wanaacha mbegu, wanauza mbegu. Okay. Kwa hiyo tunanunua kwa hao. Wengine wanalima mbali na huko, kwa hiyo wanaolima mbali kama huko vijijini wanaacha ya mbegu. Kwa hiyo mbegu tunanunua vijijini huko, tunaleta huko, tunapanda. Unahakikisha, unajuaje kwamba hii mbegu itakuwa nzuri, itakayopendwa sokoni? Kwa sababu sisi tunajua watu wetu yani ambao wanatuuzia. Kwa hiyo tunajua tu mbegu ni nzuri siku zote. Okay. Kama ikitokea changamoto tunauliza. Okay, sasa na kwa kuwa baada ya kupanda una mchicha wako unachukua muda kiasi gani hadi kuanza kuota? Kipindi cha jua unaweza kupanda tarehe 1 ukaanza kuvuna tarehe 25, kipindi cha jua. Ila kipindi cha mvua unazidi mwezi. Unaweza siku 38, siku 40. Kwa sababu mboga inapenda jua. Na jua inakuwa haraka, ila na mvua labda wingu kutwa nzima haikui haraka. Unafanya umwagiliaji pia au unategemea tu kilimo cha mvua? Sitegemei mvua. Okay. Namwagilizia. Unamwagilia, maana unamwagilia kwa unamwagiliaje yani? Kwa kutumia water pump. Unatumia water pump? Unachota kutoka mtoni na mpira unakuja unamwagilia shambani. Mtoni, water pump na mipira naweka namwagilizia. Kwa mfano kama kumwagilia shamba la mchicha mpaka siku ile ambayo umesia mbegu hadi uanze kuvuna,
unaweza kuwa unamwagilia muda gani kwa wakati wa kipindi cha jua? Kipindi cha jua unaweza kumwagia kwenye siku ngapi? Kwenye siku tufanye siku 8. Okay. Ile hizo siku 8 sio kwamba ni kila siku. Unaweza kumwagia Jumatatu, ukamwagia Alhamisi. Okay. Alhamisi tena ukaruka kama siku 4 kwa sababu unavomwagia unamwagia maji mengi. Maana kesho utakuwa bado kumeloa. Kesho kutwa bado kumeloa, kesho kutwa kunaanza kukauka. Ukaacha kwenye siku 4, siku ya 5 ukamwagia tena. Asante. Tofauti na mbolea ya tumbaku kama tulivyoongea hapo awali. Hautumia aina nyingine za mbolea? Kwangu mimi situmii. Haya, muuza chumvi chumvi na nini hautumii? Kwa hiyo hii ni tumbaku peke yake mchicha umekuwa namna hii. Okay. Na kwenye upande wa visumbufu vya mazao yanamaanisha wadudu, magonjwa, zao la mchicha vipi? Wadudu hapo. Una wadudu wa aina ipi haswa? Wadudu hapo kwenye wadudu sijui gani. Kwa hiyo yani, kwa hiyo wanaleta sifa zipi? Labda wanang'ata au wanafyonza? Wanatoboa toboa. Wanatoboa toboa. Na unapiga dawa ukiwa mdogo. Ukiwa mdogo. Kwa sababu ukiwa mkubwa kama hivi. Hata ukipiga dawa bado haifiki chini. Unapiga ukiwa mdogo ili dawa iguse chini. Kwa mfano kama hawa ambao wanakuwa wanatoboa, unakuwa unatumia dawa ambayo aina gani? Labda aina gani? Jina lake labda kama unalifahamu? Hapo kwenye jina hapo. Ulifahamu? Okay. Sawa. Basi hakuna shida. Na kwa nani? Na kwa mfano kwa eneo kama hili ambalo lina robo ekari, unaweza ukavuna tuseme labda magunia mangapi, au vipeto ambavyo umesema unaweza kuvuna vingapi? Hapo kwenye tufanye gunia. Mwanzoni tulikuwa tunaweka kwenye gunia moja. Gunia moja inakaa mafungu ngapi? 400. Ila sijui imetokea na magani vipi, tulikuwa tuweke kwenye vipeto vidogo. Vipeto vyenyewe vikoje? Ni viroba vidogo. Viroba vidogo. Ambavyo ni kama vya roba ambao na kama debe ngapi tuseme? Sisi tunaita shanga moja. Shanga moja. Roba kubwa ni shanga 2. Roba la shanga moja. La shanga moja. Ndio anaingia 200. Ile roba la tufanye la shanga moja. Ndio vinaweza vikatoka vipeto 20. Vipeto 20. Okay. Kwa hiyo 20 tuseme labda tunauza kwa shilingi 30,000. Labda ni kipindi cha hela. Tuseme labda ni 600,000 kwa eka. Tuseme kwa eka kama ngapi hivi? Kwa 30. Kwa vipeto 20 kama 600,000 hivi. Sawa. Ambapo kwa eka ni kama milioni 2 laki 4. Lakini ni changamoto ipi? Maana wakulima pia tunawaambiaga faida na mafanikio kwenye kilimo, lakini kwa mfano kwenye changamoto hasa kwenye kilimo cha zao la mchicha ni ipi hasa ambayo changamoto zipo kipindi cha jua kali? Okay. Kwa sababu kwanza bei inakuwa hamna. Yaani bei imeshuka, yani utakuta fungu moja 100, shilingi 100. Na hiyo 100 yenyewe bado unaenda kuuza kwa shida. Na ukija huko shambani gharama kubwa, yani kumwagilizia, kwa sababu kumwagilizia inakuwa hauchelewi, yani kumekauka kipindi cha jua kali. Ni gharama kubwa. Kwa mfano kama sasa hivi mafuta yamepanda, sio hata itakuwaje. Tutumia gesi. Tutumie gesi. Itakuwaje? Tutaangalia jinsi. Wana ngoma ikilia sana inakaribia kupasuka. Labda una lolote la kumwambia labda kijana, kwa sababu mwenyewe naona mwili wako ni kijana, kuna lolote la kumwambia labda kijana ambaye anaona anapenda kujiingiza kwenye sekta ya kilimo na kuanza kulima, sio lazima mchicha, hata zao lingine, lakini anakuwa anasuasua, labda kuna ana sita, anakuwa na moyo wa kusita, tunasema yani sababu hivi labda hivi, unamwambiaje kijana wa namna hiyo? Tuache uvivu na ache unaniliu kuangalia watu kwa atanionaje. Kwa kwangu mimi ni leo tu umenikuta niko free kama nimependeza kidogo. Ndio yani kwamba ukinikuta kwenye kazi ya kwangu mimi na magizio, tunakuta nimevaa mangu machafu. Wengi huko mtaani wanaona huyu mtu vipi, huyu kila saa anapita na mangu machafu, ila ndio vile ndio kazi. Wengi wanadharau wanapokuona vile. Ile ni kwamba waache uvivu na aache kuangalia watu watanionaje, yani kwa mfano watu wamevaa nguo chafu kama hivyo, kwa sababu kazi za shambani sio kwamba utavaa suti shambani uchukue. Ndio inawezekani lazima uvae nguo chafu. Ndio. Asante sana. Asante sana, tupambane tu, nashika hilo, tupambane. Naitwa Bwana Shamba Rioba kutoka Asili Growers, nyumbani kwa wakulima. Hadi wakati mwingine. Bye bye.